Omini 88.3 FM, na wakati tunapokwenda kuingia kwenye mafundisho ya katekesi, makala ambayo nakujia wakati na muda kama huu, tukiangazia sala ni nini. Tulifungua mada hiyo wiki jana, na kwa hivyo hii leo ni mwendelezo. Kumbuka unaweza pia tupata Facebook live kwa hivi sasa, na kwa kuwa mwalimu Job Mwangi yako hapa, nitamruhusu atusalimu kisha baadaye tuendeleze mada yetu. Mwalimu, hujambo na karibu sana. Si jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Alhamisi nyingine njema ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Jina langu ni mwalimu Job Mwangi, nikiwa na furaha kubwa kuwakaribisha katika studio yetu Radio Mini, studio tunayoienzi sana katika kipindi hiki chetu cha katekesi. Lengo na madhumuni ya kipindi hiki kwako wewe msikilizaji ni kujikumbusha mengi ambao tuliojifunza katekesi na tukasahau. Kwa hivyo basi karibu ungana nami tena nikiwa na furaha kubwa. Wiki iliyopita tuingie moja kwa moja. Wiki iliyopita tumeweza kuingia katika mada ya muhimu sana, nguzo moja ambayo iko katika kipindi hiki, kipindi cha Kwaresma. Na nguzo hii ni ipi? Katika nguzo ambazo ni muhimu sana katika kipindi cha Kwaresma, moja ya hizo nguzo ni sala. Kwamba tunaalikwa kuwa watu wenye sala na Wakristo ambao wanaosali. Na ndio basi tukachukua nafasi hii tuweze kujikumbusha kwa pamoja sala ni nini na umuhimu wa sala ni nini, aina mbalimbali za sala, na pia tutajua mengi kuhusu sala. Wiki iliyopita tulizungumzia sala. Na kama nilivyoomba msikilizaji pale na mtazamaji pia atueleze aina za sala anazozifahamu, na ujumbe wako tuma pale kwenye 0712223385, na pia unaweza tuandikia hapo kwa mtandao aina ngapi za sala unazozijua. Mwalimu, Naam. Kazi kwako. Asante. Kwa hivyo basi kuwakumbusheni ya kwamba tuliona nguzo moja muhimu zaidi katika kipindi hiki cha Kwaresma ni sala, na tukaona ni vizuri tujikumbushe kwa pamoja ili majuma ambayo yamesalia tuweze kukolea na kukomaa katika sala na kusali inavyostahili. Tukasema ya machache ya kwamba tunaweza tukauliza sala ni nini, tutumie lugha mbalimbali, mifano mbalimbali, lakini kwa maneno machache yanayoeleweka. Sala ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Na wakati ambapo tunasema ya kwamba sala ni mazungumzo, ni yale mawasiliano ambayo tunasema kwa Kiingereza is a communication, talking to God. Kwa hivyo tukiweka mawasiliano hapa, tunaona ya kwamba kuna Mungu anayetusikiza na kuna mimi ambaye ninatoa sala kwa huyo Mwenyezi Mungu. Kama basi sala ni kuzungumza na Mungu, kile ambacho kinasimama kati yangu na huyo Mwenyezi Mungu ni imani kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ambaye ananisikiza, ambaye ananitazama, ambaye yuko tayari kuyatimiza yale ambayo ninayomuomba kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo tunapomwendea Mwenyezi Mungu kwa sala, inastahili tujiandae vizuri tukijua ya kwamba tunamuomba Mungu ambaye anatutazama, tunamuomba Mungu ambaye anatuona, ambaye anatuelewa vizuri na anayetujali, na ambaye yuko tayari kututimizia yale ambayo tunamuomba kulingana na mapenzi yake. Pia tukasema ya kwamba sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mwenyezi Mungu, mioyo na akili. Elewa ya kwamba sala sio maneno tu. Unaweza ukakuta mtu anasema maneno mengi, na tutaweza kuangazia hata katika maandiko matakatifu pale Yesu mwalimu wetu kwamba alituonya na kutuambia kwamba tunaposali tusiwe watu wa kupayuka maneno tu. Kwa hivyo sala sio tu kuzungumza maneno mengi, mbali lazima hizi kwa pamoja ziambatane. Uinue moyo wako wa ndani, sauti yako iliyo ndani, utu wako wa ndani ambao ni moyo, pamoja na akili zako. Zote unaziinulia Mwenyezi Mungu. Ikiwa hizi mbili zitakuwa ziendani kwa pamoja katika sala, ile sala utakuta haijakamilika. Kwa sababu unaweza ukayasema maneno kwa kinywa chako, lakini kwa moyo utakuta ya kwamba ni tofauti sana na kile unachokisema. Hapo basi ikiwa sala ni kumuinulia Mwenyezi Mungu moyo na akili, ni lazima tuwajibike na tumakinike katika sala yale ambayo tunayoyasema mbele ya Mwenyezi Mungu. Pia tukasema ya kuwa sala ni kupumzika katika upendo halisi wa Mwenyezi Mungu. Kwa unaposali unafaa kuona ya kwamba na kujihisi ya kwamba uko katika upendo wake Mwenyezi Mungu. Uko pahali ambapo ni salama, pahali ambapo ni patulivu. Na mimi huwa na washauri wasikilizaji na pia hata wanafunzi wa dini kwamba unaposali unafaa kuwa na utulivu wa moyo. Na unapo hata toa sala zako unafaa kuwa umepumzika, kwa sababu katika kutoa sala unajua unaye kwa Mwenyezi Mungu ambaye yako katika maishani mwako na wewe uko maishani
maishani mwake Mwenyezi Mungu, ndani ya maisha yake Mwenyezi Mungu. Na hapo basi unafaa kupumzika katika upendo wake Mwenyezi Mungu. Pia sala tunasema ya kwamba ni kufanya nini? Ni kukubali Mungu yale yote anayojifunua kwetu. Haya yote tu ni baadhi ya yale ambayo tuliyosema kuhusu sala. Hiyo ilikuwa wiki iliyopita. Sasa leo tuingie katika mada gani? Tunaendelea na hayo tu, kwamba katika sala, kipindi hiki tutajikumbusha mengi kuhusu sala. Elewa ya kwamba ikiwa sala ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu, ningependa niweze kunukuu maandiko matakatifu katika Ufunuo wa Yohane. Ufunuo wa Yohane, tukisoma sura ya 3 mstari wa 20, inatuambia kwamba yeyote, Yesu yeye ndiye anatufundisha umuhimu wa sala. Na nitasoma tena the book of Revelation chapter 3 verse 20. Tunasoma hivi: sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia nyumbani mwake na kula chakula pamoja naye, naye kula pamoja nami. Hii ni sala halisi ambayo tunaona Yesu mwenyewe ambaye anatuambia kwamba yeye amesimama, yuko tayari, kwamba yeye akosi kamwe kutualika tumzungumzie, ambao katika maandiko matakatifu yeye amesimama tu, anasubiri nini? Ufungue mlango. Mlango huu ambao tunaambiwa ni nini? Ndio hiyo nimetanguliza kwa kusema, wiki jana tulisema sala ni kufungua moyo na akili yetu kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mlango wetu ambao tunaufungua kwa moyo na akili katika sala, yeye Yesu yuko mlangoni, anasubiri tu tuufungue, yeye aingie. Hiyo ndiyo sala halisi, kwamba ukifungua moyo wako na ufungue akili yako katika sala, Yesu Kristo yu tayari kuingia. Elewa mlango huu ambao ni moyo, ile ambao tunasema ni lock, ile konji ile iko ndani. Kwa hivyo hawezi jifungulia na nje. Ni ile ambao ni mlango ulio ndani, kwamba we mwenyewe lazima ufungue moyo wako katika sala, alafu naye Kristu yuko tayari kuingia ndani yako. Hiyo ndiyo sala halisi. Katika maisha yake Yesu Kristu tutakuja kuangazia na tutakuja kuona maisha ya Yesu Kristu yalikuwa yamejaa sala. Tunaona Yesu alisali nyakati mbalimbali na aliwaalika hata watu kusali, na pia zaidi ya yote aliwafundisha kusali. Haya yote tutayaona. Kwa hivyo mfano bora wa sala ni nani? Ni Yesu Kristo, ambaye alisali sala za jumuiya na wengine, alitenga nafasi ya kusali yeye faragani peke yake, alisali katika matukio mbalimbali, na zaidi hata katika kipindi hiki tunaona Yesu yuko wapi? Yuko kule desert, kule nyikani kwa muda wa siku 40 akiwa amefunga na kusali. Yesu ni role model, ni mfano bora wa sala. Na basi wewe kama Mkristo hauwezi ukayashinda vishawishi kama hautatenga muda wako wa sala. Kipindi hiki ni lazima uongezee nafasi ya kusali, uongezee muda wa kusali. Ikiwa ulikuwa unasali mara moja kwa siku, angalau ongeza usali mara 2 kwa siku. Ikiwa hata hukusali hata siku moja ama hata wakati wowote, jaribu tu kwa siku usimalize kama haujasali. Na pia ikiwa umezoea kusali kwa kawaida tu, kunao Wakristo wema parokia nyingi, Mkristo anashiriki misa asubuhi, hata anashiriki asubuhi, jioni, adhuhuri. Ndiyo, hayo yote ni mazuri, lakini unaambiwa ufanye an extra mile, yani kuweka bidii katika sala. Na sio tu kusali tu, mbali kusali bora. Kusali kulio bora, kwa sababu katika kusali tutakolea tuone aina hata za sala. Ni sala zipi ambao sisi tunazitolea na tunastahili kuzitolea kwa nia gani? Naomba basi tuweze kutia kikomo kidogo, nimeze maji, alafu sasa tuingie na aina za sala. Na kabla basi tuweze kwenda kwenye mapumziko, mwalimu umesema kwamba si kusali tu, lakini ni kusali katika sala ambayo ni bora. Na pengine msikilizaji aweza kuuliza sala bora ni gani? Asante. Sala bora ndio hiyo nikasema, uwe umejiandaa moyo na akili yako ili umuinulie Mungu zote kwa pamoja. Isiwe ni maneno tu. Sala bora ni ile ambayo inatoka moyoni mwako na iko katika fikra zako, kwa akili zetu na moyo zote kwa pamoja. Sala bora. Asante. Swala lingine, tulizungumzia kiasi kuhusiana na mazingira, sehemu ambayo unatafuta pa kuombea. Pengine unaweza gusia kidogo kabla tuchukue mapumziko. Asante. Kila pahali popote pale ni pahali bora kwa sala. Mradi tu mazingira ulimo umeweza kuweka moyo wako na fikira zako kwa pamoja.
Kumaanisha unaweza ukasali ukiwa safarini, unaweza ukasali katika chumba chako, unaweza ukasali katika biashara yako, na hasa pahali ambapo tumetenga kama jumuiya pa kusali patakatifu ni kanisani. Lakini pahali popote pale panafaa kwa sala. Nimeuliza hilo swali kwa sababu niliona mjadala Wapi tena? ulikuwa kwenye mtandao wa kijamii Wakisemaje? kuhusiana na sala ya Rozari Takatifu. Najua Wakristo wa Katoliki tuna mazoea ya kusali sala ya Rozari Takatifu. Pengine niko kwa matatu naelekea shambani, shamba iko kule chini niko huku juu mlimani, lazima niteremke kule chini, so unaamua kwenda ukisali, na kukawa kuna majibizano mahali, watu wakisema ya kwamba haifai kwenda ukisali kwa matatu na kwa barabara ukienda kazini. Hiyo tutaweza kurejea Hapo baadaye. niwaambie baadaye ambayo inastahili. Asante. Sawa basi, tunachukua mapumziko kidogo katika makala yetu, ni awamu yetu ya kwanza. Tupate kibao Ombeni Mtakalo. Awajalie Mungu, awaongoze kwa kazi yenu yote.
Ni wimbo wa wanakwaya wa St. Jude kwa Ruben Ombeni Mtakalo. Naye Baba wa mbinguni anajua mahitaji yenu hata kabla hapjapata kutaja na unategea idhaa ya Radio Waumini 88.3 FM. Katika mafundisho ya katekesi tuna mwalimu Job Mwangi, na ambapo tunaangazia sala. Tunakwenda kuingia kwenye aina za sala, na tunashukuru sana kuwepo kwako pale na jumbe zako. Kioni Lucas kutoka kule maeneo ya Riruta, thank you na kuona. Jared Arama kutoka kule Kayole kwa kina mwalimu, asante. Mwalimu wasalimike, huyo ni Robert Bukohe. Ana swali lakini tutalijibu hapo baadaye. Sala Bulemi Vlin ametujibu ya kwamba kuna sala ya masifu, kuna sala ya shukrani kama aina za sala zile ambazo anazifahamu. Lucas Limbe, hujambo. Susan Maina unasema hujaachwa nyuma, na wengine wengi ni baadhi tu ya wale ambao wameweza kutuandikia. Mwalimu, narejea kwako tuweze kuangazia aina za sala. Asante. Basi tu kwa muda ambao umepita kiasi tumeweza kuangazia na kuona jinsi ambavyo Mungu anatualika kuwa watu katika sala, na kufungua mioyo yetu ndio kile cha muhimu sana, ili tunapomwendea Mwenyezi Mungu tunamwendea kama tumemuinulia zote kwa pamoja, moyo na akili yetu. Kwamba Mungu ambaye anasimama mlangoni na kubisha, huu mlango ni moyo wetu na fikira zetu zote kwa pamoja tuzifungue. Na hapa tunamuona hata Yesu akituambia kwamba kabisa tunaposali lazima tuingie katika hali yetu ya ndani na kufunga mlango wetu. Kufunga mlango ni kwamba ukiingia kwa moyo wako usiwe na mawazo mengine, usiwe na mambo ambayo yanavuta huku na kule, mbali unamwendea Mwenyezi Mungu ukiwa na nia moja, ukitambua huko katika uwezo wake. Basi katika mama kanisa anatufundisha aina mbalimbali ama aina tofauti za sala. Kwa kweli ziko nyingi, lakini tunaweza tukaguzia baadhi kwa sababu tukielekea katika zile zote huenda ikawa hata tutaweza kutamatisha zote, lakini tunaweza tukasema jioni hii ya leo tutaguzia baadhi ya aina fulani ambazo kanisa linatufundisha na tuzielewe vizuri, ili unaposali ujue unasali aina gani ya sala na unastahili kusali kwa njia gani. Moja ya zile aina mbalimbali aina za sala ambazo tunazo katika kanisa na tunaweza tukaziorodhesha jioni ya leo, tunaweza tukazungumzia aina sita jioni hii ya leo. Ya kwanza, hebu tuone, kuna sala ya baraka. Sala ya baraka. Sala ya baraka ni moja ya aina ya sala. Wakati ambapo tunasema sala ya baraka, Mungu ndiye anayetubariki kwa njia mbalimbali. Na yeye Mungu ambaye ametubariki kwa njia mbalimbali, yeye ambaye ndiye mwanzo wa maisha yetu na anatukirimia kila aina ya baraka katika maisha, kwa vitu vyote ambavyo ametupatia, tunavyostahili ni kumpatia Mungu shukrani na utukufu wake, kwa sababu Mungu amejaa baraka zote. Na wakati ambapo tunasema sala ya baraka, tuelewe ya kwamba wewe mwenyewe, kwa mfano, hata tuko katika majira ambao kwa kweli mvua imenyesha kila kona, na pembe nyingi za ulimwengu kumenyesha, pahali ambapo kulikuwa kabisa ukame na nini. Na hapo utaona mkulima ambaye anafurahi sana na anaingia kwenye shamba lake na kupanda mbegu akiwa na furaha kubwa. Hiyo ni baraka. Na baadaye tu, hata baada ya yale ambayo tutakayofanya, tutapata hata mavuno ambao kwa kweli kabisa tutapata kutoka baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunasema aina moja ya sala, tunaweza sema kuna sala ya baraka ambao Mwenyezi Mungu ametupatia baraka katika maisha. Wewe ambao unatoa sala, ni sala gani ambao unaweza mtolea Mwenyezi Mungu mwenye baraka zote, ambao ukihesabu useme ya kwamba hii sala itatoa sala ya baraka zote ambazo Mwenyezi Mungu amenipatia? Na hii ni kumaanisha kwamba Mungu ndiye chanzo cha baraka na zawadi zote zinatoka kwake Mwenyezi Mungu. Baraka kwanza ikiwa uhai wa maisha yetu, kwa sababu hata ni baraka kwa kweli. Kuna wimbo ambaye Baba Kardinali aliupenda baada tu ya kila kongamano akisherehekea ibada takatifu ya misa, alikuwa anaumalizia ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wimbo ule ni sala kwa sababu unaonesha kile ambacho Mungu ametupatia ni baraka. Hiyo ni aina moja ya sala ya baraka. Kuna aina nyingine ya sala ya kuabudu. Sala ya kuabudu. Kwa Kiingereza natumai tunaita adoration prayer. Yes, adoration prayer. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa adoration prayer. Hii sala ya kuabudu ndiyo gani?
tuelewe vizuri kama Wakristo tunaitwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, na hii inaambatana hata na amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu amri za Mungu ya kwanza huwa inatualikaje? Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Na tunaposali ni vizuri tuzingatie sala hii kwamba ni Mungu tu anayestahili kuabudiwa, na hii kilele chake cha ibada tunaweza angalia pale ambapo kanisa hutupatia nafasi ya kumwabudu Mungu katika Ekaristi Takatifu, sakramenti takatifu ya altari, ambao ni adoration. The adoration prayer. Wakati ambapo tunamwabudu Mwenyezi Mungu, tunaonesha ukuu wake Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukamfananisha Mungu na chochote kile, kwa sababu Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa. Hakuna chochote ambacho tunastahili kuabudu, bali ni Mungu pekee, Mungu mmoja ambaye tunamwamini na kumkiri. Wakati tunatolea ibada kwake Mwenyezi Mungu, hiyo inaonesha wokovu wetu sisi kama wanadamu, tukitambua kuna Mungu muumba. Na hapo basi, wakati tunaingia katika ibada takatifu ya misa, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kama taifa la Mungu na kama jamii. Wewe binafsi kwako nyumbani, huwa unachukua nafasi ya kumwabudu huyo Mwenyezi Mungu katika hali yako ya sala na katika ukimya. Katika parokia nyingi pale ambapo nimetembea majimbo mbalimbali ya nchi yetu, nimeona maparokia nyingi zinatenga hata the adoration chapel. Lakini la kushangaza, kila wakati ninaposafiri ama wakati mwingine nikajipata niko mjini ama karibu na parokia fulani, hata hapa karibu parokia nilipo sasa hivi, parokia Queen of Apostles Ruaraka, wako na adoration chapel, na parokia zingine nyingi ambazo aidha nimesafiri. Juzi nilikuwa upande wa Eldoret na nikaingia kanisa pale fulani kulikuwa na adoration chapel. La kushangaza ni kwamba pale unakuta kuna Wakristo ndio, lakini hata hiyo adoration chapel unakuta hakuna hata mtu. Na Wakristo wako, na sisemi ya kwamba ninaingilia imani ya mtu, lakini kama tungeelewa nafasi tumepewa, ni mfano mmoja wa kumwabudu Mungu. Tunawekewa Ekaristi Takatifu pale unaweza tenga nafasi useme, sala yangu leo naenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukimya, na unatolea sala zako. Hiyo inaonyesha ya kwamba hatujazingatia aina hii ya sala ya kumwabudu Mungu, hasa katika sakramenti ya Ekaristi. Kwa hivyo tenga nafasi hiki kipindi ambacho tuko kipindi cha Kwaresma, angalau tembelea adoration, uende uabudu wewe mwenyewe. Useme ya kwamba nilisikia aina moja ya sala ni kumwabudu Mungu. Wewe hujawahi abudu binafsi, kama sio wakati ile ambayo imewekwa na ratiba ya parokia, ama siwe ni siku fulani imetengwa. Lakini njia moja ya kuonesha nguzo muhimu ni kuzingatia hii sala ya kuabudu, na utenge nafasi uende muabudu Mwenyezi Mungu katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hiyo ni sala ya kuabudu, ni moja ya aina za sala. Ya tatu ni sala ya masifu. Sala ya masifu, it's a praise, the prayer of praise. Praise, wengine wanasema praise and worship. Wakati ambapo tunasema tunatolea masifa ya Mwenyezi Mungu, na ukiangalia muimbaji wa Zaburi nyingi zinaonesha muimbaji yule akimsifu Mwenyezi Mungu kwa mema yote ambayo Mwenyezi Mungu amemtendea. Wakati tunamsifu Mwenyezi Mungu, tunakiri ukuu wa Mungu na kumuinua na kumtukuza Mungu aliyemweza yote. Hapo ndipo unasifia jina lake Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine mimi huangalia katika hali ya ubinadamu, tunapenda sana kuwasifia watu. Na ni vizuri mtu akikutendea mema unatoa sifa lake. Hata utakuta wengi ambao labda wewe msikilizaji ulisoma masomo ya hapo awali kidogo, kuna nyimbo ambazo zilikuwa zinatungwa za kuwasifu viongozi na kadhalika. Yes, na wakati labda tunaomba msaada, tunatunga zile nyimbo ambazo za kuwasifia wale ambao tunahitaji msaada wao. Ndiyo, ni aina moja ya kuwaonesha kwamba wao ni bora zaidi, na tunaonesha nafasi ambao wanachukua maishani mwetu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu, je, tunamtolea sala ya kumsifu yeye? Na ni jina la Mungu linastahili kusifiwa. Na hapo basi, njia moja ambao huwa tunamsifu Mungu hata ni katika nyimbo, na huwa ninapenda hata wakati ambapo tunaandaa sala, unasikia watu wanatuwekea hata chorus moja ya kumwalika Mwenyezi Mungu kwa Roho Mtakatifu ya kulisifu jina lake. Na hii pia ni wapongeze wanakwaya ambao kwa kweli wakati ambapo wanatolea masifu ya kumwabudu ya kumsifu Mwenyezi Mungu, nyimbo zile unakuta zinainua nyoyo zetu. Lakini wewe katika sala zako, ni sala gani ulitolea ya kumsifu huyo Mwenyezi Mungu? Ni sala gani ulitolea ya
kulisifu jina lake Mwenyezi Mungu. Ni wakati upi ulisema leo nitamsifu tu Mwenyezi Mungu? Kwa sababu hata kuomba pia katika hata uimbaji ni njia moja ya kusali. Mradi ule wimbo unauimba katika hali ya sala, kwa ukimya, ukitafakari neno kwa neno unalolisema, kwa neno ambalo unalolipenda. Kuna uimbaji mmoja wanakwaya, anajua utanitafutia wimbo huo labda leo ama siku nyingine. Nitalisifu jina lako Bwana, nitalisifu jina lako. Kuna wimbo kama huo, sijui wenye kuimba ni upi, lakini wimbo kama huo wa muimbaji na mtunzi wa wimbo kama huo, nitalisifu jina lako, ni sala yenyewe. Unaweza ukaitenga pale kwa kimya na wimbo pamoja katika hali ya sala. Tayari umetolea sifa kwake Mwenyezi Mungu. Hiyo ni aina ya sala. Aina nyingine ni aina ya kutubu. Yes, kutubu, contrition prayer. Na ndio utakuta aina ya kutubu ni sala. Yes, aina ya kutubu ni sala. Kwa sababu hata mwimbaji wa Zaburi utaona ya kwamba kuna baadhi ya Zaburi ambazo zinaonesha tunaomba huruma yako Mwenyezi Mungu, tunakuomba usituache, usiondoe uso wako mbali nasi. Hii yote ni aina ya sala. Wakati ambapo tunasemea kwamba tunatolea sala ya kutubu, tunamaanisha nini? Sala ya kutubu inatusaidia kutambua mapendo ya Mungu katika maisha yetu. Tunanyenyekea mbele ya Mungu wakati wowote tunapoanguka katika dhambi na kuomba msamaha. Na ndio utaona wakati wa kuja kuangazia sala ya Baba yetu, utaona hiyo pia katika fundisho lake Yesu Kristu aliweka sala ya kutubu pale. Kwa sababu mnaposali salini hivi, kuna pahali alifundisha wanafunzi wake kwa sala ya Baba yetu, utusamehe makosa yetu, forgive us our sins. Kwa sababu hiyo ni sala, unaomba msamaha, unatubu dhambi kwa sababu unatambua. Na natumai hata katika ibada takatifu ya misa, unaona kabla hatujatolea kitu chochote tu katika kongamano ya ibada takatifu ya misa, sisi hutanguliza na sala ya kutubu. Ndio unaona tukiingia pale tunakimya na tunajuta dhambi zetu, na hapo basi tunaomba sala ya kutubu wakati tunamuungamia Mungu Baba Mwenyezi. Hiyo ni sala ambayo inaonyesha kweli sisi hatustahili. Elewa kwa nini tuwe na mazoea ya kusali sala ya kutubu. Ni kwa sababu tunatambua sisi ni viumbe dhaifu, na kwa sababu ya ubinadamu wetu hakuna aliyekamilika. Na hapo basi tukitambua udhaifu wetu na tukitambua utukufu wake Mwenyezi Mungu na ukuu wake Mwenyezi Mungu, tunaona nafasi ya kuomba Mungu msamaha katika sala ya kutubu. Sasa hadi hapo, wewe katika hizo sala ambazo ninazitaja, hizo sala huwa unaziomba kwa pamoja, ama hata zingine hujawahi zisikia, umezisikia kwa sasa, ama hata unasikia hiyo sio kama mafundisho ambayo yako katika kanisa Katoliki, ama wewe uomba tu na style gani? Otherwise, hapo tutaona tutakapokuwa tunarejea katika sehemu ya pili na ya mwisho, tukiangazia aina zingine, tutaweza kujibu hayo na kuona na kutamatisha. Usiende mbali. Shukrani sana wote ambao wanazungumza nasi. Jackson unasema bado tuko macho tukiwa pamoja kwenye mafundisho. Julius Mbele, nimeona swali lako hata kama kidogo limetoka nje ya mada ya siku ya leo. Tutaona kama muda utaruhusu tu kujibu. Na nimeona Blemi Evelyn kama sijakosea. Shukrani sana kwa kufika. Kuna ndugu yetu anatupata kutoka kule Nandi, Hilary Murunda kutoka Nandi County, Benedetta Mtuo ukiwa Syokimau, MC Joseph, asante. Tuchukue mapumziko kidogo, tunarejea kwenye awamu yetu ya pili, ya tatu na ya mwisho ya makala haya. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM.
This is Radio Waumini 88.3 FM. This is Radio Waumini 88.3 FM. Wanakwaya wa St. Mary's Ongata Rongai na kuabudu Mungu wangu, ikiwa ni mojawapo ya sala ambayo mwalimu amefunza kuabudu. Tunasonga
ya aina za sala katika mafundisho ya Mama Kanisa. Mwalimu amezungumzia sala ya baraka tunayoipata kwa Mwenyezi Mungu, amezungumzia sala ya kuabudu na ile sala ya masifu, na hivi sasa tukienda kwa sala aina ya 4. Mwalimu Job. Yes, sala ya kutubu Na sala ya kutubu by the sala way. ya kutubu tumeguzia hapo, ambao nikasema tunastahili kutubu dhambi zetu kwa sababu hakuna yule aliyekamilika, na ujue ya kwamba hatustahili, hata hatuwezi tukadhubutu kuliita jina la Mungu Baba kwa sababu midomo yetu ni michafu na Mungu ni mtakatifu. Kwa ajili ya utakatifu wake Mwenyezi Mungu lazima tutolee toba. Hiyo sala ambayo ni ya muhimu sana, ambao ni moja ya sala huwa imesahaulika katika sala ya mtu binafsi. Na tutaona kwa sababu katika msururu wa sala zetu huwa tunaanza na kuitisha mahitaji yetu, na utakuta mtu atamalizia sala bila hata kuomba, Mungu wangu ninaomba uniwie radhi, Mungu wangu ninaomba msamaha wa dhambi zangu binafsi. Sala za mtu binafsi mara nyingi hii sala ya kutubu tunaisahau. Unakuta tunaweka mambo mengine. Ndiyo ni sala, lakini hatujaweka nafasi ya aina ya sala ya kutubu katika sala zetu za binafsi. Kwa hivyo ni vizuri katika kipindi hiki pia ambacho tuko cha Kwaresma, sala ambao pia tunaalikwa zaidi ni sala moja ya kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama tunaomba toba kama kikundi, kama Wakristo wa Kanisa Katoliki, hapa kuna toba ya mtu binafsi. Na hapo ndio unaona ya kwamba wewe kama mtu binafsi ungama dhambi zako, omba msamaha wa dhambi zako, naenda hata kitubio. Ni vizuri katika hiyo sala. Ni sala nzuri ya kwenda kitubio. Mara ya mwisho hata ulienda kitubio kama Mkatoliki ni lini? Ama unasikia tu? Na najua itatolewa nafasi ya watu waende kitubio. Jimbo kuu la Nairobi na majimbo mengi huwa wanapea Wakristo nafasi ya kwenda kitubio, hasa wakati huu wa Pasaka. Wa Kwaresma tukijiandaa Pasaka, utaona watu hawaendi kitubio. Hata mtu ajue hiyo sala ya kutubu ni gani. Mwingine anasema hiyo hapana. Kwa hivyo ni vizuri kuomba sala ya kutubu. Aina nyingine ya sala ni sala ya shukrani. Sala ya kushukuru. Huu ni mwito wa Wakristo wote kuwa na shukrani na kutoa shukrani kila wakati katika hali yeyote ya maisha, iwe ni wakati wa furaha, wakati wa huzuni, iwe ni wakati wa afya, wakati usio wa afya, ni tunaalikwa kutoa moyo wa shukrani. Ni vizuri kumshukuru Mungu katika hila jambo, kwamba Mungu akikutendea mambo yote unamshukuru Mungu. Sala ya shukrani inakuwa ni bora sana kushukuru kwa kila jambo na kwa kila hali. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike wa pili, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 mstari 16 hadi 17, tunaambiwa ya kwamba salini na katika yote mshukuru Mungu kwa yote. Samahani. Kwa hivyo tunaalikwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sala ya kutoa shukurani kwake Mwenyezi Mungu inaonesha wewe kweli ni mtu ambaye umejaa moyo wa shukrani. Natumai katika ubinadamu wetu, mtu akikutendea jambo, labda umeomba msaada kitu, alafu ule mtu amekupa, usiposema hata asante ukalichukulia, inaonesha dharau ya aina fulani. Hivi navyo basi Mungu ni mkarimu katika maisha yetu, wakati ambao anatujalia maisha, wakati ambapo amekupatia uhai, wakati ambapo ametupatia amani katika maisha yetu. Ni jambo njema kumshukuru Mungu. Katika sala yako binafsi isikose shukurani. Usikose kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mengi sana Mungu amekutendea, lakini mara nyingi tunaomba mahitaji yetu, tunasahau shukurani kwake Mwenyezi Mungu. Na hapo basi unakuta ya kwamba tunatoa nafasi kubwa sana ya sala, kwa sababu sala bila shukurani, hiyo sala inakuwa na ubinafsi mwingi. Yako tu ni kuomba, lakini wakati upi unamshukuru Mungu? Unamwambia Mungu asante kwa yale umenitendea, Mungu asante kwa kile ninacho, lakini mara nyingi tunalalamika kwa kile hatuna. Sala ya shukurani inaonesha kutosheka kwetu, na ni katika sala ya shukurani tunapata mlango wa kupata. Hii ni ueleweke vizuri. Ukiwa umejaa moyo wa shukurani, unafungua mlango wa baraka. Ukisema ni asante, basi inakuwa vizuri. Kama wewe ni mzazi, ukimpatia mtoto mahitaji yake ya kila siku na akose hata kukuambia asante, unajihisi lakini akikwambia asante, anakupatia moyo, anakutia moyo. Hivi hata ni chakula cha jioni umempatia, anaona amekula, akirudisha sahani anasema asante, inatia moyo, inaonesha kweli ni ubora zaidi na amekubali na ameona wema ambao umemtendea. Kwa hivyo nasi pia mbele ya Mwenyezi Mungu ni vizuri tuwe na aina hii ya sala, na iwe mazoea yetu ya kushukuru Mungu. Kuwa unatenga nafasi kabla hata uombe yoyote yale unaomba ya mahitaji yako ama maombezi ya wengine, kuwa unatanguliza na sala ya kushukuru na kushukuru Mungu. Hata katika sala ya Yesu Kristo, ukisoma mwinjili
Mathayo sura 11 kuna sala Yesu Kristo alisali ambaye aliinua macho yake juu akasema, nakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu Baba yetu, kwa kuwa uliwaficha wenye hekima mambo haya. Ni sala ya mmoja Mungu mwenyewe. Katika sala zake alitoa shukrani. Sala za Yesu uliona alitoa macho yake na akashukuru Mungu. Hata katika karamu ya mwisho ukisoma mwinjili Mathayo, tunaona katika karamu ya mwisho alipochukua ule mkate akaumega, alishukuru Mungu. Yeye alishukuru Mungu. Kwa hivyo sala ya shukrani ni sala muhimu zaidi katika maisha yetu. Kuna sala nyingine ambayo tunasema ni sala ya maombezi. Hii ni intercession prayer. Wakati tunasali pia tusiwe binafsi katika ile sala yetu ambayo tunaita mara nyingi ni sala ya petition, sala ya maombi, yani ya mahitaji yetu, tunaongeza na maombezi. Wakati tunaweka sala ya maombi ama mahitaji yetu, tunaweka sala ya maombezi. Hii sala ya maombezi nitaiunganisha sala binafsi, maombi yetu sisi binafsi, the petition prayer and the intercession prayer. Katika hii sala mara nyingi utakuta ndio tumekolea. The sala ya petition prayer ambao ni sala ya mahitaji yetu ndio huwa tunayaweka kipao mbele. Mara nyingi katika sala ukiangalia hapa ndipo tumekolea sana. Ati ya kwamba ninakuja Mungu, ninakuomba unifanyie hiki, ninaomba hiki, naomba ufungue mlango kwa ajili ya hii, naomba utendee mtoto wangu hiki, naomba ufanyie wengine hiki. Sala ya petition prayer and intercession prayer, hiyo ndiyo sala mara nyingi tuna uzoefu. Lakini kabla ya hiyo sala ya petition and intercession kwa wengine, ni vizuri tumeona aina ya sala zile ambazo zimetanguliza. Na nikiweza kujumuisha hizo sala, wakati ambapo tunaomba sala ya mahitaji yetu na ya wengine, petition prayer and intercession prayer, ni vizuri tusiwe binafsi. Unapojiombea, unawaombea na wengine pia. Lakini isiwe tu tuko na mazoea. Hata sasa unaweza ukajiuliza kama mtihani kwamba wewe umezoea sala gani? Petition prayer and intercession prayer. Hati ya kwamba nikianza sala yangu binafsi, ile ambao najiombea ni mimi na mahitaji yangu na wale wa karibu sana ama wale ambao naomba wabarikiwe, I intercede for them. It's okay. Lakini utakuta unamaliza sala tu kwa mahitaji yako na mahitaji ya wengine, lakini hujamalizia hiyo sala na kumwabudu Mungu. Kuna pahali umemwabudu Mungu, kuna pahali umelitukuza jina la Mungu, kuna pahali umeshukuru Mungu kwa yote, bali wewe umeweka tu mahitaji ya kufanyia hivi na afanyie wengine. Hakuna pahali umetenga nafasi ya kuomba msamaha wa dhambi zako. Kwa hivyo hizo aina za sala ambazo tumeziguzia ziwe ni sala ambazo zitatusaidia kusali kwa njia iliyo bora na kwa njia inayofaa. Kwa sababu muda umetupa kisogo na muda umeyoyoma sana, tunaweza tukauliza maswali kadhaa ambao labda tumeyapata, kisha tuweze kutamatisha kwa hayo machache ambao tumejikumbusha jioni ya leo. Tukirejea basi kwenye awamu ya mwisho, tutaweza kujibu baadhi ya maswali ambayo umeweza kuwasilisha. Kumbuka unaweza tuma swali lako. Nambari ni 0712223385, 0712223385 ni nambari yetu ya SMS. Tuachie ujumbe wako na swali lako. Nade
dereva wetu, sote na dereva wetu, wa Kristo ni Yesu Kristo. Na dereva wetu, 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 sote na dereva wetu, wa Kristo ni Yesu Kristo. Sisi sote ni abiria na wasafiri, sote na wasafiri jamani katika dunia hii. Sisi sote ni abiria na wasafiri, sote na Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimilike. Ni kibao cha Kenyatta University ambapo unapokea hapa kwenye idhaa ya Radio Waumini. Tunapokwenda kumalizia makala yetu, tunaanza na swali lake Robert Bukohe, mwalimu Jobe. Naam. Na anasema kwanza usalimike, kisha anauliza, je, kukosewa na mtu na kisha kumwombea mabaya au kujifanya unamwombea abadilike, kumbe unaona fadhali ajipate pabaya, ni sawa? Asante. Kwanza nimesalimika kwako Robert, asante sana kuwa pamoja nasi katika makala haya na kwa swali lako nzuri. Kumbuka katika mwaliko wetu wa sala hatumuombei mtu yeyote angamie, mbali sala inatualika kwa mabadiliko. Kwa hivyo sala iliyokamilika ni kwamba hata kama ni adui, kumbuka Injili zote Yesu Kristo anatutolea mfano wa kwamba tuwapende na maadui zetu, na wakati ambapo tunapenda maadui zetu tuwaombee. Hii ndio fundisho la mwalimu wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna wakati ambapo tunaweza hata kama tumekwazwa tukaombea yule mtu akapata ajali aangamie. Hiyo sio sala ya Ukristo, la hasha. Mwalimu wetu ni mpole na mnyenyekevu ambaye anatuomba tuwaombea hata wale waliotukosea sisi. Hata katika sala ya Baba yetu ni kwa kuwasamehe wale waliotukosea sisi, pamoja na msamaha ni kuwaombea wabadilike, mbali wasiangamie. Asante. Swali lingine kutoka kwake Julius Mbele, atupata kutoka Christ the King Githurai Kimbo, na anauliza wakati ambapo tunasali sala ya Rozari Takatifu, pale tunapomalizia ile sala kuna wale watu ambao wanapata kubusu ule msalaba. Na anauliza kama ni sawa, sababu ya mchanganya, kuna mtu alimwambia haifai. Asante. Kwa kweli sala ya Rozari ni sala ambayo tutaiona na tutajifunza tu hata kusali pamoja na Mama Bikira Maria. Lakini kulingana na mama kanisa, kulingana na mafundisho tulifundishwa jinsi ya kusali Rozari, kwamba tunafanya ishara ya msalaba tukitumia msalaba ulio katika Rozari Takatifu, halafu tunamalizia na sala hiyo kwa ishara ya msalaba, kwa msalaba ulio katika Rozari. Mbali hakuna pahali ambapo tuliambiwa tubusu ama tufanye nini. Ingawa ikiwa uko na ibada kama hiyo sioni dhambi, lakini hatukuambiwa kwamba inastahili tukafanya hivi. Kwa hivyo tusali kulingana na vile tulifundishwa katika mafundisho ya katekesi. Haya, swali lingine mwalimu, tukimalizia, ulitaja ya kwamba kuna wale ambao
rather ukienda katika baadhi ya adoration chapel nyingi unapata kwamba pengine hakuna watu na kuna mtu anaweza sema, mwalimu, basi mimi si kwenda kwenye adoration bali niliingia pale kanisani. Si kuna Yesu katika tabernakulo pale, si kuna tabernakulo kwa kanisa, mimi nilienda hapo, so niko sawa. Tofauti ni gani ya kuabudu pale kanisani na kuabudu pale kwenye adoration chapel? Asante. Tuelewe ya kwamba kuna katika liturujia ama kwa ibada mbalimbali kuna ile tunaita the center. Kwa center, kumaanisha kwamba ikiwa uko katika ndani ya kanisa, na kanisa nyingi zimetengenezwa kiasi ya kwamba adoration chapel iko pembeni, na katika parokia kuna Yesu ambaye yuko katika tabernakulo, kwa tabernacle. Kwa hivyo sasa, kama kuna adoration chapel kwa the same church, pahali ambapo na hakuna ibada takatifu ya misa, pahali ambapo unastahili kwenda kutolea kumwabudu Mungu katika ekaristi takatifu, ni adoration chapel, kwa sababu Yesu yuko mzima pale, amewekwa pale, amekuwa exposed, uweze kuzungumza naye, uweze ukaongea naye. Lakini pahali hakuna adoration chapel, kwa tabernacle, unaweza ukapiga magoti na ukamwabudu Yesu katika tabernacle. Lakini kukiwa na adoration chapel, ndio maana umewekewa that chapel for that purpose, to adore Jesus Christ in the blessed sacrament. Kwa hivyo unastahili kuingia kwa adoration chapel. Yes. Imeeleweka. Na basi naona hatuna la ziada, ila ni kupisha mwalimu tufungie kwa sala. Asante. Basi sina la ziada ila tu kuwashukuru katika makala haya ya leo, na tunapotamatisha sala tuelewe tuko katika nguzo moja ya kipindi hiki cha Kwaresma, na moja hizi ni kusali, na tunaalikwa kuwa katika sala. Naomba tutamatishe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu muumba wetu kwa mema yote ambao umetujalia. Tunakushukuru kwa nafasi ambao umetupatia. Tupatie moyo wa sala ili tukisali tuinue roho zetu na fikira zetu kwako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na hadi wakati mwingine ujao, ni mimi wenu Mwalimu Job Mwangi. Muwe na usiku mwema. Shukrani sana Mwalimu Job Mwangi, na kwako mpenzi msikilizaji, mpenzi matazamaji pale, kwa kuweza kuwa na kufuatilia makala yetu. Na basi majaliwa tutaweza kuendelea na makala haya juma lijalo. Kwa jumbe zako popote pale ulipo hapa nchini na pia katika mataifa mengine, tushukuru sana kuweza kuchagua idhaa ya Radio Waumini. Tumekuwa na Mwalimu Job Mwangi. Jina langu ni Monique Ongwerungu. Tukutakie usiku mwema. Kwaheri. To Radio Waumini 88.3.